Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalahu, amma ba'd. Karibu tena Munir TV kwa ajili ya masomo level ya iandad. Leo tupo tena mezani kwa ajili ya kuendeleza darasa kitabu al-Mabadi al-Fiqhiyya juzu ya kwanza kuanzia pale tulipoishia. Basi na kurefusha maelezo, twende moja kwa moja hala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma maana iqami sala, nini maana ya kudumisha swala? Maanahu, maana yake fi'lu salawati al-khams, ni kitendo cha swala tano. Massalawatu al-khams, ni zipi swala tano? Hiya, hizo swala tano. Hiya, hizo as-subhu wal-dhuhru wal-asru wal-maghribu wal-ishau, ni asubuhi na dhuhuri na alasiri na magharibi na isha. Madha yalzamu qabla sala, kitu gani kinalazimu kabla ya swala? Yalzamu qabla salati alwudhu, kinacholazimu kabla ya swala ni udhu. Kam furudhul wudhu, faradhi za udhu ni ngapi? Furudhul wudhui sita, faradhi za udhu ni sita. Al-awwal, ya kwanza, an-niyya, kutia nia. Athani, ya pili, ghaslul wajh, kuosha uso. Athalith, ya tatu, ghaslul yadain ma'al mirfaqain, kuosha mikono pamoja na kongo. Kongo ni hizo ndio zinaitwa kongo. Hizi ni fundo zilizokuwa zimeunganisha sehemu ya mfupa huu na sehemu hii hapa ambayo wanaita mfupa pani. Arabia, ya nne, mashu ba'd ar-ras, kupaka baadhi ya kichwa au kupaka sehemu ya kichwa. Al-sadis, ya sita, nimeruka. Al-khamis, ya tano, ghaslu rijlain ma'al ka'bayn, kuosha miguu pamoja na fundo. Asadis, ya sita, at-tartib, mpangilio. Huo ndio ufupilizo wa somo ambalo tutalisoma leo hii, na tutaeleza kwa kiasi cha uwezo wetu insha Allah hivi punde. Bismillahirrahmanirrahim. Ma maana iqami sala, ukisema maana yake nini? Kama tulivyoona katika somo lililopita, mal islam, ilikuwa nini Uislamu. Kwa hiyo maana yake nini? Maana, ukisikia maana yake ni maana. Na ukisema ma maana sala, nini maana ya sala? Ma maana siyam, ma maana alkitab, nini maana ya kitabu? Inakuwa hivyo. Hilo ni neno la kwanza. Kama tulivyosema, kila siku moja tutakuwa tunapata maneno matatu kwa ajili ya kupata maendeleo katika
hii lugha ya Kiarabu. Iqam ni neno ambalo lina maana zaidi ya moja. Miongoni mwa maana zake ni kufanya makazi. Aqama yuqimu iqam. Ana muqimu Azizi Ali, mimi ni mkazi wa Azizi Ali. Au tasikia bwana, leo bwana nitasimama qiyamul layli. Qiyam manake ni kisimamo, lakini ukisema iqam manake ni kusimamisha. Qiyamul layli manake ni kisimamo cha usiku. Lakini mara zote ambazo hadithi za Mtume zilikuja kuelezea nguzo hizi za Uislamu, basi wanachuoni walitafsiri kwa hili neno iqam maana yake ni kudumisha, na kinachotakiwa katika swala ni kudumisha na sio kuswali. Na ndio maana Mungu alipokuwa akiwasifu waumini katika Qur'an akasema alladhina hum ala salatihim daimun, ambao ni wenye kudumu katika swala zao. Kwa hiyo tunapata kuona kuwa kinachotakiwa katika swala ni kudumu, na ndio maana Mungu akasema katika suratul Maun, fawailun lilmusallin, adhabu kali kwa wenye kuswali. Sio wote, lakini sasa wakina nani ambao inawahusu hii adhabu aliyakuwa wao wanaswali? Alladhina hum an salatihim sahun, ambao ni wenye kupuuza katika swala zao. Magharibi ameswali, isha ameacha, asubuhi ameswali, adhuhuri yupo katika pilika zake. Kwa hiyo tunapata kuona kwamba katika swala kinachotakiwa ni kudumu. Ndio maana tukasema maana iqami swala, nini maana ya kudumisha swala? Mambo tu hapo hivyo. Maanahu, maana yake fi'lu salawati al-khams, ni kitendo cha swala tano. Massalawatu al-khams, ni zipi swala tano? Hiya, hizo swala tano: as-subhu wal-dhuhru wal-asru wal-maghribu wal-isha, ni asubuhi, adhuhuri, alasiri, magharibi na isha. Tano zinatimia. Ama kuhusiana na ushahidi wa ufaradhi wa hizi swala tano ni kupitia kauli ya Mungu iliyokuwa katika sura Hud aya ya 114, pale Mungu aliposema aqimis salata tarafai nahar wa zulafan minal layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Mungu alisema kumwambia Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aqimis salata tarafai nahari wa zulafan minal layl. Wewe Muhammad, simamisha swala ncha mbili za mchana na wakati wa usiku ulio karibu na mchana. Kwa nini afanye hivyo? Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, hakika swala zinaondosha madhambi madogo madogo. Sasa hapa swala tano zenyewe ziko wapi? Mbona hazionekani? Ndio wanachuoni kupitia aya hii ndio wakatoa swala tano. Moja wapo ni Imamu Mujahid katika tafsiri yake aliposema hii aqimi salata tarafai nahari, akasema katika hizi ncha mbili za mchana, hapa ndio inapatikana salatu subhi, salatu dhuhri na salatu al-asri. Salatu subhi ipo katika ncha ya kwanza, lakini salatu adhuhri na salatu al-asri ipo katika ncha nyingine ambayo ni ya pili ya huu mchana.
lakini katika zulafa min al-laili hapa ndiyo inapatikana salatul maghrib na salatul isha. Ukizikusanya hizo ndo unapata 5. Mungu alisema aqimis salata tarafai nahari, aliyakuwa mwenye kuambiwa hapa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ameambiwa Muhammad, wanaokusudiwa ni wote, sio yeye Muhammad peke yake.